hapo nalipata. Mbona nizingua hii?
Au hebu niteo sister. Naam, ni saa 1:01 msikilizaji za asubuhi, ikiwa leo ni tarehe ya 23 mwezi Septemba mwaka 2025. Msikilizaji popote ulipo, ikiwa upo kwenye chombo cha usafiri, wewe ambaye upo nyumbani au wewe ambaye tayari upo mazingira ya kazi, cha kufanya ni kutune channel yako nambari 106.6 Domeko FM. Na kwa wewe ambaye upo na jirani yako, hakikisha unamwambia kwamba ni muda wa morning wave, muda wa mawimbi ya asubuhi, yapo tayari kukuhabarisha yale yote ambayo yamejiri katika pande zote za Tanzania. Cha kufanya msikilizaji popote ulipo, mkumbushe jirani kwamba morning wave ipo hewani, lakini usisahau kutufuatilia popote ulipo, kutufuatilia kuwa sambamba na sisi kupitia nambari 0652582869. Hiyo namba yako ambayo wewe msikilizaji utatufuatilia kuonyesha kwamba upo sambamba na sisi. Tayari timu hapa ukumbini ipo tayari kuhakikisha kwamba tunakupeleka mpaka pale majira ya saa 2:30 za asubuhi, pale ambapo itakuwa ni muda wetu wa kutia nanga au wa kutia saini hapa chumbani. Moja kwa moja tupo tayari kukuhabarisha kile ambacho kimejiri kunako pande zote za Tanzania kupitia kurasa za mbele lakini na za nyuma za magazeti. Timu yangu ipo hapa ndani kulingana na muda. Mimi ni Samson Bahati na wenzangu hapa ndani nitakuwa naye Patrick Isaya. Hiyo ni timu ambayo nitakuwepo nayo hapa ndani kuhakikisha kwamba tunakupeleka mpaka pale 2:30 kamili za asubuhi, tukianza na kipengele chetu cha kwanza kabisa cha kurasa za mbele na za nyuma za magazeti. Lakini awali ya yote tupate kwanza tangazo, tukirejea hapa tutakuja kuendelea na kurasa za mbele za magazeti. Hii ndio sehemu pekee unayoweza kutimiza ndoto za maisha yako. Najua unajiuliza hapa ni wapi? Hapa ni Dodoma Media College, chuo bora nchini Tanzania. Kinakutangazia nafasi za masomo katika ngazi ya certificate na diploma. Kozi zitolewazo ni pamoja na journalism and mass communication, nursery teaching na full secretarial course. Chuo kina walimu wa kutosha waliobobea katika utoaji wa elimu bora. Pia chuo kinatoa kozi za muda mfupi ikiwemo video production, graphics design, kozi ya kompyuta pamoja na full DJ course. Vitendea kazi vya kutosha kulingana na kozi husika vipo chuoni, na chuo huwatafutia wanafunzi sehemu za kufanya field, na ukifanya vizuri utatafutiwa kazi. Chuo kinapatikana au 0759154405. Chuo kimesajiliwa na NACTIVATE na kinatambuliwa na Baraza la Habari Tanzania. Wote mnakaribishwa.
Naam, hivyo ndivyo tunarejea msikilizaji. Umetoka kuwasikiliza wadhamini wetu wakuu ambao wao ndio wanatupa nguvu au wanatupa mashavu ya sisi kuendelea kuwepo hapa ndani, na moja kwa moja bila kupoteza wakati kulingana na muda jinsi ambavyo umetutupa, tunakwenda kuzungumzia zile kurasa za mbele za sio lazima, lakini salamu mimi naiona huwa ni busara. Yeah. Au mnasemaje? Kweli kabisa, naongea. Salamu ni afya. Salamu ni busara. Halima, unaamini kuwa salamu ni afya? Kivipi yani? Kivipi yani salamu ni afya? Salamu ni Ndio. Mimi nasema salamu ni afya kwa sababu ya kitu kimoja. Unajua mimi wakati nasoma wakati nasoma sasa kule primary sasa, yes. Yeah. Nilikuwa nafundisha shuleni kwamba ukiamka asubuhi, ukimaliza kufanya maandalizi yako yote, ukijiandaa kwenda shule, yeah. Kabla hujaondoka shule, tawaage baba na mama. Maana yake utaanza na nini? Utaanza na salamu. Okay. Sasa ukianza na salamu hiyo tayari inawapa picha wazazi ya kutambua kwamba mwanetu ni mzima. Anaaga kwenda wapi? Kwenda shule, na wewe utatambua wazazi wangu ni wazima. Yeah. Kwa maana hiyo basi salamu ni afya. Kwa mujibu wangu salamu ni afya. Sasa bila kupoteza wakati itakiwa tuanze kudonoa kumhabarisha msikilizaji nini kimeandikwa katika kurasa za mbele za magazeti, ni habari zipi zimepewa uzito huko. Sijui hapo Patrick. Okay. Mkononi hapo na gazeti gani hapo? Mkononi nalo gazeti la Mwananchi Tanzania. Ambapo habari kuu bwana inasema Lissu Jamhuri ngoma nzito. Ndio. Lissu Jamhuri ngoma nzito, ambapo maelezo yake hapa mafupi yanasema watoana jasho kesi ya uhaini. Akwama kujinyasua mahakama ikitupa mapingamizi yake. Ndio. Aorozesha majina ya vigogo kwa sehemu ya mashahidi wake. Ndio. Hii ni kuhusu mwanasiasa bwana Lissu. Na hii bwana taarifa inapatikana ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi. Ndio, kwa hiyo msikilizaji akitaka kupata undani wa taarifa hii akajichukulie gazeti la Mwananchi, aingie ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 6. Ndio habari hii inapatikana. Na hisi ilikuwa jana wakati kesi hii ikiendelea. Yeah. Sakata bado zito kweli kweli. Bwana, habari nyingine, mvutano wa ACT na INEC bado watikisa ilani hadharani. Mvutano wa ACT na INEC bado watikisa ilani hadharani. Ya habari picha, na waona baadhi ya wanachama wa chama cha ACT Wazalendo wakiwa wameshikilia fomu zao. Na habari hii inapatikana ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi. Ukurasa wa 5 gazeti la Mwananchi. Msikilizaji, ukitaka kupata undani wa taarifa hiyo tembelea ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi, utapata kujua nini ACT Wazalendo wanakiendesha huko. Lakini pia bado gazeti inaendelea nalo la Mwananchi, ambapo ukurasa mwingine unasema Samia anadi viwanda, Mwinyi aja na ajira. Ndio. Samia anadi viwanda, Mwinyi aja na ajira. Ndio. Ajira gani? Viwanda gani? Ukurasa wako ni wa 4 gazeti la Mwananchi, utapata undani wa taarifa hiyo. Hao wote ni wagombea urais. Wagombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Mmoja anadi viwanda, mmoja anadi viwanda, mwingine ajira. Bwana, sasa tujue ukurasa wa ngapi hapo? Ukurasa wa 4, habari inapatikana kiundani zaidi. Ukurasa wa 4. Msikilizaji, sisi hapa ndani
tunachokuambia ni kukuhabarisha nini kimeandikwa, nini kimepewa uzito katika kurasa za magazeti. Lakini ukitaka kupata undani wa taarifa, utatembelea katika kurasa husika, utanunua gazeti husika, ukitembelea katika kurasa husika utapata uzito au undani wa taarifa hiyo ambayo tutakusomea hapa. Okay, na nikiendelea na habari nyingine, nasema mapya sakata la mwalimu aliyempiga mwanafunzi. Mwalimu aliyempiga mwanafunzi. Na hisi imetokea Dar es Salaam. Ni Dar es Salaam. Kitu kama hicho. Okay, na habari hii inapatikana ukurasa wa 17. Hii inazilisha ni adhabu gani ambayo mwanafunzi huyo amepewa kiasi kile kumweka matatani huyo mwalimu. Lakini makosa kama haya yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara. Yamekuwa yakijirudia mara nyingi sana. Tukio hili sio mara ya kwanza tunalisikia tukio kama hili. Ni mara kibao nasikia sana matukio kama haya. Lakini sana najiuliza ni wapi ambapo sisi tunafanyia marekebisho, kwa sababu leo nikikosea mimi inatakiwa ujifunze kupitia mimi, si ndio? Ni baadhi ya matukio ambayo ni hatari sana. Kwa hiyo kwa mwalimu ambaye anaweza kufanya tukio la design ndio kumwadhibu wanafunzi au kumuumiza, basi inabidi aweze kuchukuliwa na hatua ambazo ni kali sana. Ndio. Hatua ambazo ni kali ili kwa walimu wengine basi hivi ni kama funzo. Uhakika ni lazima tujifunze watu kupitia makosa ambayo wanayofanya wenzetu, lakini pia tusizidishe makosa yetu. Wasizidishe makosa yao, wasizidishe makosa. Mwanafunzi ni mwanafunzi, mtoto ni mtoto, na mwalimu una kiwango chako cha kutoa adhabu. Usitoe adhabu kupitiliza, kile ni kiumbe. Na baadhi ya walimu waga wanatoa adhabu ni kutokana na sometimes ni kama sifa. Anataka ajionyeshe darasani kwamba nikimpa mwanafunzi adhabu hii labda itapelekea wanafunzi kuweza kuogopa. Wao namuogopa na kumheshimu. Sasa sifa unaitoa kwa mtoto wa mwenzio? Ndio hapo sasa. Sifa unaitoa kumwadhibu mwanafunzi kupitiliza? Kwa hiyo hicho ni kitu fulani ambacho ni kibaya sana. Kwa hiyo inabidi achukuliwe hatua ili kwa baadhi ya walimu wengine basi iwe ni kama onyo. Sawa bwana, sisi hatujui nini kimejiri zaidi huko. Sasa ukitaka kupata undani wa taarifa hiyo, mtu aingie wapi? Ukurasa wa 17 gazeti la Mwananchi. Naam, ukurasa wa 17 gazeti la Mwananchi. Msikilizaji, ukitaka kujua nini kimejiri, huyo mwalimu alimchapachapaje mwanafunzi huyo, utatembelea ukurasa huo, then utaona nini kimefanyika zaidi. Habari nyingine hapo inasemaje? Mkononi nikiwa nimeshikilia gazeti la Wamachinga. Habari kuu ikiwa inasema Samia ahidi miradi mikubwa Ruvuma. Habari picha ikiwa inaonyesha mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio. Habari ndogo ikiwa inaeleza aja na mkakati wa kuinua kusini. Habari inapatikana ukurasa wa 3. Lakini pia Dr. Migilo atoa ahadi maridhawa kwa Samia. Ndio sawa. Ndio. Ukurasa ngapi unapatikana? Ukurasa wa 3. Naam, ukitaka kupata undani wa taarifa hiyo msikilizaji, tembelea ukurasa wa 3 gazeti. Gazeti gani hilo? Wamachinga. Wamachinga, gazeti la Wamachinga. Ukitaka kujua zote hizo habari kubwa hapo iliyosomwa Rais Samia kule Ruvuma akafanya nini, kwa wewe ambaye unasikiliza sasa hivi unataka kujua Daktari Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa sasa hivi ni mgombea urais, ndio? Mgombea urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Sasa ukitaka kujua nini kafanya msikilizaji huko Ruvuma, tembelea ukurasa wa ngapi hiyo? Ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga. Gazeti la Wamachinga unaipata taarifa hiyo kwa undani. Lakini pia habari ndogo ikiwa inaeleza Majaliwa kuzindua maonyesho ya teknolojia na madini Geita. Geita. Ikiwa inapatikana ukurasa wa 3. Geita mnapajua? Au mnapasikia? Kanda kati. Inasifika sana kwa uchimbaji wa madini na biashara zingine nyingi ambazo zinafanyika pale. Geita bwana mimi na experience ya kuishi kule. Ni miongoni mwa mikoa ambayo inachipukia. Sio mkoa mkubwa, ni mdogo unachipukia. Upcoming. Lakini ni miongoni mwa mikoa ambayo ina watu wapambanaji sana na ina vitu vingi of course. Madini kule ndo nyumbani kwake, maskani kwa madini. Gold zinapatikana kule. Ukurasa ngapi unapatikana? Ukurasa wa 3. Bana, wewe ambaye upo Geita, ambaye ulikuwa hujajua nini kinaendelea huko mkoani Geita, tembelea ukurasa wa ngapi? Wa 3. Ukurasa wa 3 gazeti la Wamachinga, utajipatia taarifa hiyo kwa undani zaidi. Nini kingine kimeandikwa huko? Lakini pia habari ndogo ikiwa inaeleza TANAPA
ya gharamia mradi kituo cha polisi kijiji cha Kalalani. Kwa inapatikana ukurasa pili wa gazeti hilo. Ndio. Yes. Mambo kusaidiana. Mambo kusaidiana. Bana, wewe hapo na gazeti gani? Mimi mkononi kwangu na gazeti la Taifa Tanzania. Taifa Tanzania. Kunani huko? Katika Taifa Tanzania kuna habari nyingi sana, na katika habari kubwa ni kwamba Dr. Samia ahidi kuwainua wakulima wa kahawa. Ya Dr. Samia ahidi kuwainua wakulima wa kahawa. Habari hii unaipata katika kurasa wa pili katika gazeti lako la Taifa. Lakini pia katika taarifa nyingine ni kwamba Dr. Nchimbi awasili Njombe kusaka kura za CCM. Emmanuel Nchimbi. Dr. Nchimbi awasili Njombe kusaka kura za CCM. Ndio. Gombea mwenza. Lakini pia katika taarifa nyingine, majiko bunifu 1000 kuuzwa kwa bei ya ruzuku maonyesho ya madini. Majiko bunifu 1000 yauzwa kwa bei ya ruzuku maonyesho ya madini. Habari hiyo utaipata katika kurasa wa 5 katika gazeti lako la Taifa Tanzania. Bana, sisi hatujui majiko bunifu ni majiko hayo ya aina gani. Lakini sasa msikilizaji, wewe ukitaka kujua kwa undani zaidi ni majiko ya aina gani, tembelea ukurasa wa ngapi hapo? Ukurasa wake wa 5 utazapata uhalisia wa nini kilichoandikwa ndani. Utajua majiko hayo ya ubunifu yamebuniwa kwa namna gani, yani kabuni na yanauzwa kwa bei ya ruzuku, yani bei ya serikali, bei elekezi ya serikali. Lakini pia tuna taarifa nyingine nasema Profesa Nombo kituo cha uhariri ni ushahidi wa uwekezaji wa serikali katika sekta ya afya. Ndio. Hapa kuna profesa hapa. Sasa ukitaka habari hii chukua gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wako wa 5 utapata madini yote, kitu gani kimeandikwa ndani. Lakini pia katika gazeti hili la Taifa Tanzania katika kurasa yake hapo juu anasema kwamba Matola anatosha kurithi mikoba ya Fal Davis. Hapa ni katika habari za kimichezo katika kurasa wa 16. Ni habari ambazo tutazisoma ukurasa wa nyuma baadaye tutakwenda kuzipata kabisa. Lakini sasa hivi tunadiri na zile kurasa za mbele tu, lakini kurasa za nyuma hapo baadaye utakuja kujua nini kimejiri katika kurasa za kimichezo. Ndio? Ndio, hizo ndio taarifa ambazo zimeandikwa katika gazeti langu la Taifa Tanzania kurasa zake za mbele. Cha kufanya ni wewe msikilizaji wa Domeko FM sasa hivi kuweza kupata nakala yako kwa bei halisi ya shilingi 1000, basi utaweza kupata gazeti lako la Taifa Tanzania na magazeti mengine, na utaweza kusoma na kujua ni kitu gani hasa ambacho kimeweza kuandikwa ndani. Bwana, magazeti bado yanaendelea. Bado hayaishi. Ndio. Na hapa mkononi mwangu bwana naro gazeti la Habari Leo. Habari Leo Afrika Mashariki. Ambapo bwana habari kuu, Samia kuifanya Ruvuma kitovu cha biashara. Samia kuifanya Ruvuma kitovu cha biashara. Nahisi habari hiyo imejirudia pia kwenye gazeti la Wamachinga ilikuwepo, si ndio? Mara ya 3 inajirudia. Inaonyesha ni namna gani habari imekuwa kubwa, ambapo maelezo mafupi bwana anasema ahidi kuongeza uzalishaji umeme hadi megawati 1800 nchini. Yes. Na habari hii inapatikana ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo Afrika Mashariki. Ndio. Sisi bana hatujui, si ndio? Au wewe unajua? Kuna mtu anajua hapa? Hapana. Hakuna anayejua. Na habari ila ukitaka kujua chukua gazeti la Habari Leo. Ndio. Utapata undani wa taarifa hiyo zaidi. Ambapo habari picha inamuonesha bwana mgombea wa rais wa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan akizungumza kwenye mkutano wa kampeni Songea mkoani Ruvuma jana. Ndio. Na habari nyingine bwana, Chauma kutoa bure bima ya afya. Bwana. Vyeti vya kuzaliwa. Kutoa bure. Chauma kutoa bure bima ya afya. Vyeti vya kuzaliwa. Bana, sisi hatujui. Ni kampeni, kampeni zina mambo mengi sana. Sasa taarifa inasemaje? Anasema Chauma kutoa bure bima ya afya. Sasa hizi sijui kama wametoa au ni sera, sisi hatujui, si ndio? Hizo ni kwenye ukurasa wa ngapi? Kwenye kunani? Ukurasa bwana wa 21. Bwana, sisi hatujui kama ni sera au wametoa. Lakini kumbuka hiki ni kipindi cha kampeni kuelekea uchaguzi. Maelezo yake mafupi bwana anasema ADC ya ahidi magari, visima kila halmashauri. Ndio. Ni namna gani chama cha Chauma miongoni mwa vyama ambavyo vitashiriki uchaguzi mkuu nacho kimejiandaa namna gani? Ni maelezo yao tu, kipindi cha kampeni hatujui.
Sisi msikilizaji cha kumwambia ni kwamba sisi hatuna chaguo la kumchagulia. Kwamba wewe nenda hivi, nenda hapa. Yeye cha msingi sasa ni kufuatilia hizo taarifa kwenye kurasa za magazeti hizo. Atakayemridhisha atatembea naye, si ndio? Okay. Ambapo bwana, habari nyingine, Majaliwa kuichagua CCM na kuchagua maendeleo. Majaliwa asema kuchagua CCM ndio ni kuchagua maendeleo. Kuchagua CCM ni kuchagua maendeleo. Hiyo sisi hatujui bana. Bado zinaendelea nini? Ni kampeni ama hizo hatujui. Binafsi sijui. Okay, ukurasa wa 4 undani wa taarifa hiyo msikilizaji utaipata katika gazeti la Habari Leo. Habari nyingine, serikali yavuna trilioni 1 mirabaha ya dhahabu Geita huko. Geita bado. Nimewambia jamani, Geita huko. Geita bado hapo moto. Na habari hii inapatikana ukurasa wa 19 katika gazeti la Habari Leo. Na habari nyingine bwana, TRA mamlaka za EAC wajadili mifumo kukuza mapato. Mamlaka ya mapato nchini Tanzania, TRA, wamejadili mifumo kukuza mapato. Mifumo kukuza mapato. Ni mifumo gani? Ukurasa wa 7 gazeti la Habari Leo utapata undani wa taarifa hiyo zaidi. Ndio. Lakini pia mahakama yatupa mapingamizi ya Lissu, yakataa ushahidi live. Bana, ngoma bado inaendelea. Wamekataa ushahidi live. Lazima wakatae kwa sababu pia unajua hapo kwenye hii kesi kuna vitu vingi sana ambapo inabidi kwanza watu wakae chini waweze kuitafakari kwa undani zaidi. Kwa mahakama pia kwenye kusema kwamba huyu Lissu labda yupo sahihi, kitu ambacho akiwezekani kutokana na mahakama inataka ushahidi, pia Lissu naye anataka ushahidi ambao upo sahihi. Unajua bana, mimi upande wa siasa huwa nasema siasa wachie wenye siasa. Ila siasa wachie wenye siasa. Ila serikali yakataa ushahidi live. Imekataa ushahidi live. Kwa sababu hapo pia angalia hiyo vithibitisho sahihi. Ushahidi gani unataka? Hapo kuna vithibitisho. Yakataa ushahidi live. Basi labda kuna baadhi ya vipengele ambavyo vilikopo labda inabidi vifuatwe, vikaonekana bado havijafuatwa. Ndio, lakini mimi na wewe hapa ndani hatujui wamekataa ushahidi huo kwa nini. Sasa live, si ndio? Wamekatalia. Ukurasa wa ngapi hapo msikilizaji? Mimi nasema ukurasa ni wa 21. Wewe chukua nakala yako ya Habari Leo Afrika Mashariki, utapata undani wa taarifa hiyo. Ukitaka kujua kwa nini ushahidi umekataliwa, tembelea ukurasa wa ngapi hapo? Wa 21 gazeti la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo utapata undani wa taarifa hiyo. Halima, una nini huko? Mkononi kwa lakini Halima, kabla hujaendelea, hujanywa chai au ni kwa sababu pengine labda jopo kubwa umla ni mapozi au kina wamekutawala huko? Inawezekana hauna support hapa, upo mwenyewe au yupo bad mood. Hiyo ni mapozi. Hiyo kwenye kuamka asubuhi inategemea umeamka na mood gani. Mapozi. Sawa Halima, tuendelee. Una gazeti gani huko? Mwanahabari Leo. Habari kuu ikiwa nasema Dr. Samia na mkakati wa kuinua kusini. Bwana. Habari picha ikiwa inaonyesha mgombea wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia habari nyingine ikiwa inaeleza Dr. Mwinyi aagiza mafunzo kwa wajasiriamali kabla ya kupewa mikopo. Ndio. Muhimu. Ni muhimu zaidi wa gazeti hilo. Lakini pia habari ndogo ikiwa nasema Majaliwa mgeni rasmi ufunguzi wa maonyesho ya madini Geita. Lakini nikurudishe, simama hapo kwenye madini kwanza, nikurudishe kwenye hii ya mikopo hii. Hii kidogo najua mwananchi ambaye anatusikiliza sasa hivi, msikilizaji aifuatilie. Mimi namsia aifuatilie sana, ambaye anajihusisha na hiyo maswala. Naomba tu airudie. Hebu irudi hapo asikilize, asikie vizuri mwananchi. Alafu mwambie ipo kurasa gani. Dr. Mwinyi aagiza mafunzo kwa wajasiriamali kabla ya kupewa mikopo. Inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwanahabari Leo. Ni kweli. Unajua kuna wengine wanachukua mikopo ya vitu, lakini wanajua vitu hawana elimu nayo, si ndio? Kwa hiyo itakuwa ni jambo jema kama mtu atapitia kwanza mafunzo ili apate elimu, ili atakapopale shamba atakapokuja kuuza anakuwa na uhakika kwamba ni kweli nilishapata elimu. Itaepusha migogoro mingi sana kupata mafunzo. Usije kama inapotea anakuja kupigwa pini
Yani hakuna tayari elimu anakuwa tayari shapatiwa, si ndio? Okay. Ukurasa ngapi? Ukurasa wa 4. Ukurasa wa 4, msikilizaji, ukitaka kujua kwa undani zaidi tembelea ukurasa wa 4 gazeti Mwanahabari. Gazeti la Mwanahabari. Lakini pia habari ndogo ikiwa inasema Majaliwa mgeni rasmi ufunguzi wa maonyesho ya madini Geita. Wana Geita kule. Geita gari limewaka na madini. Gari limewaka kule. Zamu yao. Ndio. Lakini pia kuna habari ndogo hapa ikiwa inaeleza Tanzania China wajadili ushirikiano kuzalisha umeme wa nyuki nchini, ikiwa inapatikana ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Umeme wa nyuki. Umeme wa nyuki. Nuclear. Okay. Unajua hii imenishtua kidogo. Kweli. Nikasema sasa kumbe ile mitembeo ya nyuki na ule mungurumo wake inazalisha umeme wa nuclear. Angalia alivyo sije katunisha matango poli hapo. Bwana msikilizaji, sio umeme wa nyuki. Ni umeme wa nuclear. Umeme wa nuclear. Ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Cha kuzingatia sio umeme wa nyuki. Ni umeme wa nyuki. Bwana. Tuendelee. Lakini pia habari ndogo ikiwa inasema TANAPA yakabidhi kituo kipya cha polisi Kalani kuimarisha ulinzi wa wananchi. Ikiwa inapatikana ukurasa wa 2 wa gazeti hilo. Ndio. Hapa mkononi kwangu nimeshika gazeti la Zanzibar Leo na katika habari kubwa ni kwamba zipo nyingi, ila tutaenda na hizo habari kubwa zaidi ambapo anasema kwamba Dr. Samia ahidi chuo kikuu Songea. Dr. Samia ahidi chuo kikuu Songea. Lakini pia taarifa nyingine ni kwamba Dr. Harun awapongeza watendaji kwa ushirikiano waliopata. Kwa undani wa taarifa hii basi unapata katika ukurasa wa 2. Lakini taarifa nyingine inasema kwamba nitawaongoza wananchi wa Kiwani kwa usawa, nitawaongoza wananchi wa Kiwani kwa usawa. Ahmed alizungumza hivyo. Kwa undani wa taarifa hiyo unapata katika ukurasa wa 3. Ndio. Lakini pia katika taarifa nyingine inasema Dr. Mwinyi kuingarisha kaskazini Unguja. Kwa undani wa taarifa hii basi unapata katika ukurasa wa 18. Lakini ujenzi wa soko la kisasa na kukuza utalii. Hii ni katika Dr. Mwinyi amesema kwamba anataka kuingarisha kaskazini Unguja. Kivipi atajenga soko la kisasa na kukuza utalii? Ndio. Hizo ndio katika habari kuu ambazo zipo katika ukurasa na hivi vitu ni miongoni, si ndio? Hivi vitu ni miongoni, ujenzi wa soko. Kwa hiyo hayo ni maendeleo ya Tanzania kwa ujumla, si ndio? Ni maendeleo ya Tanzania. Kwa hiyo msikilizaji akitaka kujua nini kimefanyika zaidi huko atembelea ukurasa ngapi? Hapa atembelea ukurasa wa 18 basi ataweza kupata taarifa kamili ambayo kitu gani ambacho hasa Dr. Mwinyi ambacho anataka kwenda kukifanya huko kaskazini Unguja. Ndio. Uhakika. Tuendelee. Taarifa nyingine inasema kwamba mamlaka za mapato EAC zakutana kuondoa vikwazo vya biashara. Mamlaka za mapato EAC zakutana kuondoa vikwazo vya biashara. Kwa undani wa taarifa hii basi unaipata katika ukurasa wa 17. Na hapo ndipo vichwa vya habari vya gazeti la Zanzibar Leo vimekwisha. Kwa wewe mwananchi ni kukamata gazeti lako la Zanzibar Leo kwa shilingi 1000 na kuweza kupata nakala halisi na kitu gani ambacho kimeandikwa ndani na wewe kuweza kuelewa. Yes. Bwana tupo na mtu sahihi. Kwa wakati sahihi. Kwa wakati sahihi. Unaposema kwamba mtu sahihi kwa wakati sahihi, ni yule mtu ambaye anafanya kitu sahihi kwa wakati uliokuwa sahihi. Ndio, sasa ni muda wa kufanya jambo sahihi, si ndio? Kwa wakati sahihi. Kwa wakati sahihi. Au sio? Ndio, kwa wakati sahihi. Kwamba msikilizaji tumeingilia katikati. Unajua kuendea gari kwa mbele wewe. Ndio. Alima. Lakini haina shaka kwa sababu huyu ni mtu sahihi. Namuona Alima hawezi kupata madhara. Nimeona Alima anasema eti yeye ndo dereva. Unajua mwanamke ndo mpanga mipango Ndio. Unaelewa? Alafu mwanaume ni mtekeleza mipango Ndio. Wewe unatuambiaje Alima? Ni kweli. Ni kweli kwa namna gani? Yaani kila mipango inatekelezwa na mwanaume basi nyuma yake kuna mwanamke aloipanga. Hebu cheka kidogo nikusikie. Haya, ndio tu kwamba sasa hapo kidogo Halima katekeleza sasa. Katekeleza mipango kwamba katekeleza kicheko hicho. Sikafurahi kaonyesha kwamba tuko pamoja na msikilizaji. Haya bwana tuendelee. Tupo pamoja. Bwana tunaendelea na gazeti la Nipashe.
Mwanga wa Jamii. Na habari kubwa bwana inasema vigogo 15 ushahidi wa Lissu. Vigogo 15. Ni wataje vigogo? Vigogo 15? Vigogo 15 unawajua? Hatuna haja ya kuwajua. Unawajua? Hatuna haja ya kujua. Lakini wamefanya nini hao vigogo? Watajwa ya Lissu. Vigogo. Bana sisi hatuwajui, si ndio? Sisi hatuwajui. Ukitaka kupata undani wa taarifa hiyo, kamata nakala yako ya Nipashe. Wao wamekupasha kiundani zaidi kwa namna gani ambavyo hao vigogo 15 jinsi walivyofanyaje wa kutoa ushahidi. Wanaenda kutoa ushahidi kesi ya Lissu, si ndio? Na habari nyingine bwana, ACT yaibuka mwishoni na ilani yenye vipengele 7. Vipengele 7. ACT yaibuka mwishoni na ilani yenye vipengele 7. Hao ni wazalendo, si ndio? ACT wazalendo. Na ukurasa wa 4 utapata undani wa taarifa hiyo zaidi. Sisi hivyo vipengele 7 hatuvijui, si ndio? Hatuvijui. Unataka kujua? Ukurasa tu wa 7 gazeti lako la Nipashe utapata undani wa taarifa hiyo. Jinyakulie gazeti gani? Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nipashe Mwanga wa Jamii, na ukurasa wa 7 utaipata taarifa hiyo kwa undani zaidi, kujua hawa wazalendo wamekuja na mipango mikakati gani haswa. Na nikiendelea na habari nyingine, Mwinyi ahidi soko Osmani kurejesha ardhi iliyoko utalii. Ndio. Sijui imenipata. Ndio kwamba Mwinyi ahidi soko Osmani kurejesha ardhi iliyoko utalii. Ndio. Mambo ya utalii haya. Mambo ya utalii hayo. Inakuaje hapo? Kamata nakala yako. Kamata nakala yako, ukurasa wa 15 utapata undani wa taarifa hiyo zaidi. Na nikiendelea na habari nyingine, mgombea udiwani afariki dunia baada ya kuugua ghafla. Diwani afariki dunia baada. Ni pressure au ni vipi? Iweza kuwa ni pressure. Hiyo ni kampeni na mambo mengi. Sidhani umepigwa swali kwa mfano kwamba utakaa mbele ya raia, utakaa nyuma ya raia. Ukafikiria nikaa mbele ya raia, nyuma unakuaje? Hapana. Mimi nahisi labda ni changamoto imemsibu za kiafya. Tukitaka kupata neno taarifa basi kama na ukurasa wa 7 utapata undani wa taarifa hiyo zaidi. Alima, wewe ulishawahi kwenye liu kufa kwa moyo? Kwa moyo. Ushawahi kupata pressure? Hapana. Kwa nini? Unajua kupata pressure wewe? Ni mtu sahihi. Bwana tunamjibia. Okay. Ngoja nisiwe mzungumzaji. Tuache kwa nafasi yake. Ukitaka kupata neno taarifa ya Alima basi bwana, niendelea na taarifa nyingine. Kira halmashauri itapata gari la kuchimba visima vya maji. Wamesema ADC. Kira halmashauri itapata nini? Itapata gari la kuchimba visima vya maji. Hapo unajua hapo inakuaje? Mtafanya hawa ni ADC, Chama cha Mapinduzi. Nikuulize swali. Hivi wakati unampata shemeji ulimwambiaje? Sasa swali. Nataka atoe siri za kambi. Hatua ya awali tu ieleze Patrick. Kwa mimi bado lazima bado sio kwamba bado. Ukitaka kupata nani taarifa hiyo basi shikilia 106.6 Domeko FM, tutaendelea kukujuza zaidi, lakini sasa hivi tunaendelea kupitisha kwenye kurasa za magazeti ambapo kuna habari kemkem zilizoandikwa. Ndio mambo. Na kuhusiana na habari ya halmashauri itapata gari la kuchimba visima vya visima vya maji. Ndio. Inapatikana ukurasa wa 4. Ukurasa wa 4. Gazeti ya Nipashe utapata ndani ya taarifa hiyo. Sawa. Bana, kazi ipo kwa Mtanzania. Kazi ipo kwa Mtanzania. Ataona upande gani unamfaa achimbiwe visima vya maji. Kuna wengine wameahidi nini huko, sasa bana hatujui. Kupanga ni kuchagua. Kupanga ni kuchagua, kuchagua. Lakini pia tunaomba tu utekelezaji mwema, kwa sababu ahadi wote ni nyingi sana. Hapo utekelezaji unakuwa ni mchache. Utekelezaji tunaomba utekelezaji. Mpaka leo umeshatekeleza vingapi kama kwa nilio? Kuna mimi nimetekeleza vingi. Mimi kama mimi binafsi. Hakika. Tanzania pia na akili, ana macho ya kuona. Ndio. Na habari nyingine, Samia ashtushwa vifo wachimbaji wadogo wa madini.
bonge ya taarifa. Haya, kuendelea kuchapa mwendo. Ukurasa wa 3 utapata undani wa taarifa hiyo gazeti la Nipashe. Ndio bwana, mtu sahihi una nini hapo? Hapa mkono wangu mimi nina mwanahabari. Ndio. Katika mwanahabari kwanza habari picha ambayo imepambwa hapa mbele katika nakala yao au katika hii habari picha yao ikiwa inaonyesha Dr. Rais Samia Suluhu Hassan Ndio. ambaye pia ni mgombea wa kiti cha urais kupitia chama cha CCM. Ndio. Akiwa amenyoosha kidole juu, unajua kidole mtu akinyosha kidole kumbe anafanya. Yani. Alikuwa mambo sawa. Wenyewe wanasema mambo dore. Lakini kwa picha hii imepambwa nyuma yake na umati wa watu kem. Naam. Ambayo imesindikizwa na kichwa cha habari kinachosema kwamba Dr. Samia na mkakati wa kuinua kusini. Sasa kusini sio itainuliwa itakopo kaskazini au kusini itainuliwa. Ukitaka kupata taarifa hiyo kama nakala yako ya Mwanahabari, wao wamekujuza undani wa taarifa hiyo. Lakini nikiangalia chini yake hapa naona kuna habari nyingine ambayo inaonyesha sura ya kwake. Unajua ni nani huyu? Hatujui. Unajua ni nani huyu? Hatujui. Mtu sahihi. Unajua ni nani huyu? Hatujui. Unajua ni nani huyu? Mwanahabari kaeka picha ya kwake Kassim Majaliwa. Bwana. Huyu ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kichwa cha habari ambacho kinachosindikiza habari picha hiyo kinasema kwamba Majaliwa mgeni rasmi ufunguzi wa maonesho ya madini Geita huko. Hivi pale manao katika ile maonesho limefika unakutana ile na lipongi moja na almasi hapo. Dhahabu ile mwanangu unajua. Dhahabu kubwa ile utafanyaje hatua ya kwanza? Cha kwanza ni kwamba tutajivunia kwamba Tanzania tuna rasilimali nyingi. Umekutana nalo wewe? Nimekutana nalo mimi. Siwezi kuacha. Utalipeleka wapi? Sasa ile umekutana nalo pale. Lakini sheria inakwambia kwamba utakachokata mle ndani ukipitisha pale ukagulia. Hamna. Haya, tukitaka kwake kupata neno taarifa hiyo kama nakala yako ya Mwanahabari kurasa wa 3 wao wamekujuza undani wa taarifa hiyo ambayo inamonyesha sura kwake waziri mkuu Kassim Majaliwa, lakini ikiwa na kichwa cha habari kinachosema Majaliwa mgeni rasmi ufunguzi wa maonesho ya madini Geita. Habari picha nyingine ikiwa inaonyesha unajua ni nani huyu? Huyu ni yule rais wa visiwani Zanzibar. Wanasema Dr. Mwinyi. Ndio. Ambaye sasa ni mgombea tena wa kiti hicho cha urais kwa visiwani vya Zanzibar. Ndio. Wanasema marhaba. Au sio? Katika hiyo marhaba tena kwaje? Inamaanisha kwamba ni tabasamu lake iko mbele. Ndio. Au sio? Akiwa amevaa shati yake ya rangi ya njano, Mike anazoongelea rangi ya kijani. Kama naiona Yanga hivi. Mzee Yanga tena. Hii ni ishara kubwa ya Chama cha Mapinduzi CCM. Ambayo imesindikizwa na kichwa cha habari kinachosema kwamba Dr. Mwinyi aagiza mafunzo kwa wajasiriamali kabla ya kupewa mikopo. Sio chukua hela alafu uende kunanyeliwa. Ndio. Kwa maana yake unajua unaenda kuzitumiaje. Hivyo wewe kufundisha jinsi ya kutumia hela. Uweze kufundisha namna ya kutumia hela. Ukipata hela ndo utajua namna halisi ya wewe kujifundisha namna ya kutumia hela. Kwa maana yake hawa wanatudanganya. Wanatudanganya. Sio hawatudanganya. Bali ni kwamba ni wanakupa tu njia ila hawakufundishi. Alimu anatumia bei gani kwa siku? Bado sija na kiwango maalum. Kwa maana unaweza kutumia laki wewe. Unaweza kupika 1.5. Hata 300 ikiwezekana. Kwa maana hiyo basi Halima anatumia fedha kulingana na mahitaji yanayohitajika wakati huo, si ndio? Ndiko pale. Watu wa bei gani kwa siku? Kwa siku ni kulingana na ratiba zangu za siku hiyo. Zitanielekeza kwamba leo unatumia hiki na hiki kwa sababu kwa maana kama siku kutumia 100 unatumia 100. Natumia 100. Kama bajeti yangu kwa siku itasema 100, tumia 100. Sasa ukaenda kukopa shilingi milioni 10, utazitumiaje kwa wiki? Milioni 10 kwa wiki? Kwa wiki milioni 10 ni nyingi sana. Na huwezi kuitumia kwa wiki milioni 10. Inawezekana kutokana na mahitaji. Unaenda kukopa sasa. Utumie kwa wiki. Milioni 10 mpaka kwa wiki milioni 10. Unatakiwa ufanye investment au ufanyeje au utatumiaje? Ndani ya siku 3 nitakuwa basi tayari nishafungua takriban maduka mawili.
ndani ya siku 3. Ni maduka. Ndani ya siku 3. Ndani ya siku 3. Maduka mawili unauza nini? Duka la kwanza litakuwa ni special kwa ajili ya vifaa vya urembo vya Canada. Nafahamu hivi ni vifaa ambavyo vinapatikana kwa urahisi. Duka la pili ni duka ambalo litakuwa linauza electronics, vifaa vya electronics. Nikimaanisha kuna kutakuwa ndani labda kuna hivi sio vitu kama vile vifaa vya simu vile vidogo vidogo. Hapo mimi natoboa vizuri sana. Sasa wewe sikia nikwambie. Kwa mawazo yako tu ya kawaida. Unaweza kufungua maduka yote hayo kwa siku 3. Ni kwa siku 3. Yaani leo tapu umeamka asubuhi fupi. Limetoka liduka mzee. Hilo limetoka. Kesho umeamka asubuhi. Inawezekana. Vitu vyako. Unajua kwa nini? Hiyo inawezekana. Kwa sababu hiyo inakuwepo katika mipango yako. Manake mpaka kwenda kuchukua mkopo unakuwa tayari ushapanga ratiba zako kwamba nikipata hiki kitu tayari kitu cha kwanza nitafanya hiki, cha pili hiki kwa muda huu. Yaani mtu sahihi anafanya kitu sahihi kwa wakati. Hela sahihi kwa wakati sahihi. Wakati sahihi. Kwa kisimamizi ukikala ukiamka asubuhi duka. Kwa hiyo wewe wakati sahihi. Ukipanga kufanya mambo yako kwa siku 2 ni muda wako sahihi ambao umeuandaa. Lakini huo ni mfano tu ambao unatuonyesha kwamba kwa namna gani elimu kabla ya kupata mkopo ni bora na ni muhimu zaidi, ambapo yeye Dr. Mwinyi ameahidi kwamba wajasiriamali wote watapata kupewa elimu kabla ya kupewa mikopo. Kwa maana unapewa mikopo afu unajua unaenda kufanya nini. So unapewa mkopo unaenda kuanza kula pizza. Unapewa mkopo afu unaenda kula pizza. Yaani sikwambie unakopa afu unaenda kununua kitu kinachoishi. Kuna mwingine anachukua mkopo mzee ana stress zake. Kwa akiupata nenda kwenye vitu kwanza. Haya, ukitaka ukitaka kupata neno taarifa hiyo kama mafunzo hayo yatakuaje kwa namna gani? Kwa wewe mjasiriamali sasa wa visiwani Zanzibar sijini wa huku Tanzania bara, utafahamu hapo kama nakala yako ya Mwanahabari ukurasa wa 4 wao wamekujuza undani wa taarifa hiyo. Lakini nikwambie tu ya kwamba habari kubwa ambayo imepewa nguvu na gazeti hili au nakala hii ya Mwanahabari ni Dr. Samia na mkakati wa kuinua kusini. Ndipo unapoweza kuchananga katika nakala hii ya Mwanahabari. Lakini kimwangalia Halima kama ananiambia na mimi ninayo nataka nisome. Bwana Halima anakupa lumu ya mwisho kabisa na baada ya hapo tutakwenda kwingine. Una nini hapo mkononi? Mkononi ikiwa nimeshikilia gazeti la Dira. Habari kuu ikiwa inasema Dr. Samia kuingarisha Ruvuma kimaendeleo. Ndio. Habari picha ikiwa inamuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio. Ahidi kumaliza barabara ya Tunduru na Mtumbo na Msichela kwa kiwango cha lami. Ndio. Lakini pia habari ndogo ikiwa inamuonyesha Mpina akwa tena kisiki. Ndio. Amekuwa kisiki maana ang'oki hapo. Ang'oki bado. Ikiwa inapatikana ukurasa wa 3 wa gazeti hilo. Lakini pia habari ndogo ikiwa inaeleza bandari Dar es Salaam yaandika historia. Bandari Dar es Salaam yaandika historia. Kwa namna gani kama nakala yako ya Dira utapata kufahamu ndani wa taarifa. Ukitaka kujua bandari imeandikaje historia, si ndio? Imekuwa kwaje, si ndio? Bandari Dar es Salaam hiyo. Ukurasa wa ngapi hapo? Ukurasa wa 3 wa gazeti hilo. Gazeti la Dira, si ndio? Lakini pia habari ndogo ikiwa inaeleza Majaliwa sekta ya madini nguzo wa uchumi nchini, ikiwa inamuonyesha habari picha ikiwa inamuonyesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa akiwa na jambo bwana. Ndio. Ukivaa suti afu tai nyekundu ina maana yake. Ina maana gani? Ukivaa suti na tai nyeusi ina maana yake. Tai zina maana. Ukivaa suti na tai ya blue ina maana yake. Bana, na hayo ni madini. Sasa ukitaka kuyapata madini hayo ni 106.6, si ndio? Domeko FM. Hapa kuna watu sahihi ukitaka kupata madini hayo still na channel hiyo. Lakini pia habari ndogo ikiwa ya mwisho kwenye kurasa za mbele za gazeti hili ikiwa inasema Profesa Nombo atoa wito wa utunzaji vifaa ili kuboresha mafunzo ya wataalamu wa afya. Ndio. Na wao sasa waboreshewe nini? Vifaa na mafunzo kwa wataalamu wa afya. Yes. Hiyo ndio mwisho. Nini kinaendelea kingine huko?
Hiyo ndo habari ndogo ya mwisho kwenye kurasa na za hiyo mbele. gazeti la Dira linatuhitimishia kurasa za mbele za magazeti. Msikilizaji, endelea kusalia hapo hapo, bado tuna kurasa za nyuma za magazeti. Utakuja kujua nini zaidi kimejiri katika kurasa za nyuma za magazeti. Kulingana na muda tupo chapu tupo pita si ndio? Ndio. Sisi tunakwenda kupata burudani ya muziki kidogo, tunakwenda kupata breki, na mara baada hapo tukirejea hapa tutakuwa na nini? Kurasa za nyuma za magazeti. Salia hapo hapo msikilizaji, usiondoke. Channel yako ni nambari 106.6 Domeko FM. Lakini pia nikukumbushe tu kutuma rafa yako fupi kupitia nambari 0652582869. Hiyo ni nambari yako ambayo wewe msikilizaji utatuma ujumbe wako mfupi kulingana na kila ambacho umekisikiliza hapa.